Japo wengi wanaamini kwamba shisha sio sigara. Yaani kwamba ukiwa unavuta sigara na huyo anavuta shisha, anaonekana mshamba, ila anavuta shisha anaonekana mjanja. Nasema kwamba watu ambao wanatumia pombe kwa muda mrefu sana, dawa za usingizi zinakuwa hazifanyi kazi kirahisi, sio wakati mwingine inabidi upewe dozi kubwa sana. Dozi kubwa ya usingizi ili iweze kupata. Lakini pia unawahi sana kuzinduka. Unaweza kuzinduka watu wako wameshana. Yes, nilitaka kusema imagine umeenda club, ameagiza shisha mtungi mzima. Na wewe unataka tu kuonekana nipo. So unachosema ni mapenzi, kwa nini? Most of the time wanawake wanafanya vitu kwa impress wapenzi wenza wao, wapenzi wao. Welcome to All in One Stage. Relax and enjoy music, sports, politics, entertainment, health, business, fashion, styles, and many more. Stay keen because we're bringing all your favorite shows on one stage. Bwana, najua mwili ni wa kwako, pesa ni za kwako na maamuzi ni yako, lakini ni muhimu kujielimisha ili kuweza kufanya maamuzi ambayo yana busara, sio? Yes. Sasa tuko na wadau hapa kwa ajili ya kukuelimisha mambo kadhaa ambao unaweza ukiachana nao ama ukiyapunguza, basi unaweza kujihakikishia afya katika maisha yako, au sio bana? Yeah. Niko na CJ Stana Secondo Junior, au sio bana? Yeah. Poa, tuko sambamba. Bana, kuna vitu kadhaa ambavyo sasa hivi ni kama vile watu wamevinormalize, sio? Wamefanya vionekana kama vya kawaida hivi, lakini kiuhalisia ni kama vile ni mtindo fulani hivi wa maisha ambao ni kama vile ni wakijanja unaoita, lakini ni ujanja wa kishamba, sio? Unajua ujanja wa kishamba ni mbaya kuliko ushamba, sio? Yaani bora uwe mshamba kuliko uwe mjanja wa kishamba, sio bwana? Kabisa. Lakini vitu kwa kiasi kikubwa vinasababisha matatizo ambayo kwa kiasi kikubwa yanaepukika, au sio bwana? Na yako mengi yanafahamika. Ndio maana Tafikiwa Alimba alisema ujanja ukiuzidisha ukawi kuitwa mshamba. Utaki kuitwa mshamba, sio? Sawa bwana. Lakini yako mambo mengi ambayo kimsingi yanasababisha issue mbalimbali, na especially mitindo ya maisha ya kimijini nini imekuwa vinakuwa normalize sana, sio? Ndio. Issue mbalimbali tunazifahamu, sio bana? Twende kazi. Okay, siwezi acha kuongelea kuhusu pombe. Sijui niseme ni ulevi au niseme kunywa kupitiliza. Sasa hivi imekuwa kama trend, yani watu wanataka kunywa kuanzia asubuhi, you skip breakfast, wanataka kunywa. Lakini kama ulivyosema, ni lifestyle, lakini inakuwa inatufanya inatuharibia, sio tu sasa hivi utendaji wa kazi unavopungua, lakini pia baadaye kuna magonjwa, kuna mambo mengi. Pia kufilisi. Pombe inamaliza hela. So mimi naona huo ni ujanja wa kishamba. Lakini pia kumekuwa na trend sasa hivi watumiaji wengi wa pombe wamekuwa ni vijana. Lakini wengine pia wanakuwa ni mjamzito na anatumia pombe, hajui kama kuna madhara ambayo yanaweza kampelekea kupata changamoto katika hali yake ile ya ujauzito, ambapo atatumia pombe, ikiwemo anaweza kuzaa mtoto ambaye ana matatizo ya akili, ya matatizo ya afya, lakini hata afya ya akili. Mama akitumia pombe kama ni mjamzito, kuna uwezekano mkubwa sana akazaa mtoto ambaye ana matatizo ya akili, ana yuko mentally retarded. Yes, of course. Tunarudi ukuaji wake unaweza usiende vizuri, sio? So tunarudi pale ni ujanja wa kishamba, kwa sababu huyu mwanamke, kumbuka, kabla hajawa mjamzito alikuwa amesha normalize, amenormalize kunywa pombe, ni lifestyle yake. Miezi 9 kumfanya mtu ambaye amezoea kunywa pombe anaona kama hawezi. So ni vitu vya kuambia pia kwamba unaweza ukaacha ukapumzika at least miezi 9 mpaka ajifungue, na kuna kitu utakosa. Lakini unajua pombe kwa kiasi kubwa ukiitumia in moderation tunasema, sio? Mambo mengi unaweza kuepuka, lakini pombe inakuwa na matatizo hasa ukiitumia nyingi ama ukiwa unatumia hata kama kiasi kidogo, lakini kwa muda mrefu, sio? Hamna kiasi cha pombe ambacho ni salama katika afya, lakini ukizidisha inakuwa ni shida zaidi. Lakini pia watu wanatakiwa wajue kwamba unapokuwa na matumizi ya makubwa ya pombe, inaweza kaja kukuletea shida pia wakati wa unaweza kupata shida ambayo ikakufanya ufanywe upasuaji. So unavyokuwa na matumizi makubwa ya pombe, unaweza ukashindwa dawa ya usingizi. Ikawa tunasema kwamba watu ambao wanatumia pombe kwa muda mrefu sana, dawa za usingizi zinakuwa hazifanyi kazi kirahisi, sio? Wakati mwingine inabidi upewe dozi kubwa sana. Dozi kubwa ya usingizi ili iweze kupata. Pia unawahi sana kuzinduka. Unaweza kuzinduka watu wako wameshana, sio? Yes, nilitaka kusema sio tu kusinzia. Ganzi ikiisha sasa, yani maumivu unayosikia tofauti na yule mtu ambaye hajawahi kutumia pombe.
especially wale ambao tunasema ni chronic alcoholics na wanakutana sana na hizo issue. Lakini of course ya pombe ukiachana mbali na matezo haya ambao lakini yako ambao ni ya muda mrefu. Kwa mfano kuna watu wanakuta na matezo ya ini au sio bana, liver cirrhosis, lakini pia kuna magonjwa ya moyo, magonjwa mengine kidney failure, magonjwa ya kisukari sio muda mrefu kwa baadaye, sio hayo yote yanaepukika. Lakini pia kuna jambo jingine nitaka tuliongelee sasa hivi limekuwa lina trend sana, ni matumizi makubwa ya sigara kwa vijana. Japo wengi wanaamini kwamba shisha sio sigara. Yani kwamba ukiwa unavuta sigara na huyo anavuta shisha, anaonekana mshamba, yeye anavuta shisha anaonekana mjanja. Hapo tuongeze sigara, marijuana na shisha tunaziweka kwenye kundi moja. Marijuana ni bangi. Marijuana ni bangi. Kwa tunaweka kwenye miadarati. Hadi kuna ile wanaita dini ile wanakuwa wana mirungi. Stimulants zote kwa kifupi. Na kama takwimu ambavyo zinaonyesha kwa ile mamlaka ya udhibiti wa madawa ya kulevya wameonyesha kwamba wavutaji wakubwa wa bangi kwa sasa wamekuwa ni wadada. Sasa hii pia inaweza kawa ni tatizo kubwa sana katika nchi yetu kwa sasa. Na kwa kiasi kubwa sana inachangiwa na of course sonona ama stress. Natamani mdada aongelee kwa nini social naongelea mdada. Ni kama accusation, si ndio? Kwamba wadada wanatumia zaidi. Kwa nini wadada wanatumia? Ni tafiti. Labda sije tuambie kwa nini wadada siku hizi wanakuwa wakitumia. Kwa nini wadada wanatumia sana miadarati, mambo vilevi, idadi imezidi sana. Sawa. Ukiacha hiyo sonona, siamini sana kwenye sonona wala sitaki kwenda huko. Lakini mimi naamini kitu kimoja, mapenzi. Kwa wanawake ni mapenzi zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Nadhani hata zamani wanawake walikuwa wanatumia, lakini sasa hivi hata wanaume wanatumia sana. Ila sasa hivi mwanamke ili ufit in kwa hiyo mpenzi wako, let's say you need to have good time pamoja. Anavuta sijui ni sigara au ni hiyo, you just want to be ili muwe pamoja, yani vibe wote muwe na same vibe pamoja. Imagine mmeenda club, ameagiza shisha mtungi mzima na unataka tu kuonekana nipo. So nachosema ni mapenzi. Kwa nini? Most of the time wanawake wanafanya vitu kwa impress wapenzi wenza wao, wapenzi wao. Ndio maana zamani tabia ambazo zilikuwa za kiume sasa hivi hata wanawake wanafanya sana. Pia kwa nini wanawake inaonekana, labda nitarudi kwenye mambo ya gender na empowerment and stuff. Sasa hizi wanawake pia wanajiweza, si ndio? Hata kama hana huyo mpenzi bado anaweza kanunua bangi, anaweza kajinunulia pombe na akataka kulewa au kaenda club. So uhuru wa wadada pia sasa hivi kufanya mambo yao bila kuamuliwa, nadhani ndio kitu. Kwa hiyo unaweza ukaongezea kwamba hii ni imekuwa ni madhara ya uhuru ama women empowerment ambayo women empowerment labda ndio imeleta hiyo. Sasa hapo mnaelekea maneno, sitaki kusema iliyopitiliza lakini nadhani independence very good. Women independence, wanawake wamekuwa wakijitegemea sana. Kwa mfano kingine, hata mahusiano sasa hivi, hata mtu ambaye hayupo kwenye mahusiano kama alimsumbua sana, anasema ya nini? Anaachana na wanaume, I want to be happy. Anadhani akitumia substance ni kitu anakuwa sawa. Na ukiangalia pia hata wanawake wengi, ukiacha wale ambao wanaenda public wanaonekana, ambao wako ndani indoors wanaofanya vitu ni wengi sana. They just want to kill time. Hana mpenzi, hana nini, na wala hataki kwenda nje kuhangaika. Nadhani kitu kama hicho. Lakini sijui kama wanajua madhara ya matumizi ya bangi hasa kwa afya zao, lakini kwa afya ya future zao, kwa sababu tunajua kwamba wanawake ndio watu ambao wamebeba generation. Ndio watu ambao tuna kwa sababu mwanamke kidogo yuko tofauti na mwanaume. Tunajua kwamba wanawake wanazaliwa wakiwa tayari wana mayai yao. Sisi wanaume mbegu zinatengenezwa kila siku. Lakini wanawake wanazaliwa wakiwa tayari wana kiasi fulani cha mayai kwenye miili yao. Kwa tafsirio kwamba tayari wameshabeba generation ijayo kwenye miili yao tangu wakiwa wanazaliwa. Kwa sababu wanaume mbegu zinazalishwa baada ya kuingia kwenye barehe, lakini wanawake anazaliwa tayari ana mayai. Sasa nadhani sijui kama wanajua changamoto ambayo inaweza kaja kutokea kama watakuwa wanatumia hivyo vitu baadaye ikawapelekea matatizo ya uzazi. I don't know kama wanajua changamoto hiyo. Na madhara yako mengi. Kwa mfano siku hizi kumekuwa kuna ongezeko kubwa sana la saratani ya shingo ya kizazi kabisa, ambayo hata breast cancer. Yes. Sasa hizi zinasababishwa sana na, kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi inasababishwa na maambukizi ya virus, sio? Lakini ili kuweza kufika paka kwenye ugonjwa, risk factors
zinaanza kuweza kufikisha huko kirahisi kama matumizi ya pombe, matumizi ya sigara. Hivyo vitu vinakufikisha huko kirahisi. Hata mwili, kinga ya mwili inashindwa kupambana vizuri na maambukizi kama ukiyapata, sio? Lakini matatizo mengine yako mengi. Kwa mfano magonjwa ya moyo, unaona kuna magonjwa kwa mfano kama vile ya ini, figo, sio? Kwa vitu viko vingi ambavyo kwa kiasi kubwa vinaepukika. Na kwa mwanamke ambaye ndo mlezi wa familia, kwa mfano kama una mtoto ama una watoto alafu wanakuona unarudi nyumbani umelewa, na sio kwa mwanamke tu peke yake, hata kwa wanaume, sio? Lakini tumeamua kugusia upande huu kwa sababu ndo kasi ongezeko. Lakini pia kuna kitu watu wanatakiwa waweze kufahamu. Unajua zamani magonjwa haya ambayo ni non communicable diseases yalikuwa yakijulikana kama ni magonjwa yasiyo kuambukiza, yalizoeleka kama ni magonjwa ya wazee, watu miaka 50 60 na kuendelea, na watu wenye pesa. Lakini sasa hivi amekuwa ni magonjwa kwa rika lote, hata ikiwemo cancer. Sasa hivi watoto wadogo wanaugua cancer. Nadhani pia ni style na mitindo ya maisha ambayo tuko nayo sasa hivi ndio imeleta shida kidogo kwenye swala kama hilo. Ikiwemo matumizi, labda sijui kama mmeona kwamba matumizi ya energy drink yameongezeka sana sasa hivi. Hivi vinywaji vya kutia hamasa unaweza kuviita kwa kirahisi, lakini energy drinks hata nadhani kuna utafiti fulani kutoka juzi kati kwamba especially vijana na vijana kwa mfano unakuta wengi wana overparty kwa mfano. Hiyo nao ni tabia nyingine ambayo ni ujanja tu wa kishamba, sio? Mtu ana overparty, mtu anaenda kwenye party ya kwanza, yani wiki zima ana party, sio? Hapati muda wa kupumzika, sio? Au kuna wengine wanafanya kazi kupitiliza, wanakesha na nini kwa katika harakati za kutafuta maisha. Sasa unakuta kwamba ili mchana awe active, sasa anafanyaje? Kwa wengi wanajikuta wanaingia kwenye matumizi ya nini? Energy drinks. Lakini madhara yake of course ni makubwa, magonjwa ya moyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mbaya zaidi wengine wanaanza nazo asubuhi kabla hajala kitu chochote kile, anatumia energy drink. Sasa inamu-expose kwenye caffeine mapema kabisa kipindi tumbo liko empty. Na inaweza kumsababishia magonjwa kama vile ya vidonda vya tumbo na vitu kama hivyo, sio?